good. His faithful love endures forever. Has the Lord redeemed you? Then speak out. Tell others He has redeemed you from your enemies. He has gathered exiles from many lands, from the east, west, north, and south. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na waseme waliokombolewa na Bwana, na wale waliokombolewa na mkono wa utesi. Akawakusanya kutoka nchi zote, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, walitangatanga jangwani katika njia ya nyika. Hawakuona mji wa kukaa. Waliona njaa na waliona. The reason I read this scripture every time before I get up and preach or minister sababu ya kwamba kwa nini huwa nasoma maandiko kabla sijahubiri is because He has redeemed me. Kwa sababu amenikomboa. See, I used to be nilikuwa ni mtu wa namna, a drug addict, mtu ambaye natumia madawa kulevya, drug dealer, nikiwa na shughuli nafanya biashara ya madawa kulevya, loser, nikiwa nimepoteza kila kitu, mwizi, burglar, mtu mbaya, homeless, mtu ambaye hana nyumbani, con artist, mtu ambaye ni wa kuweza kuweka hapo nilikuwa. But God, lakini Mungu redeemed me. Alinikomboa from all of that. Yes. So I grew up in a small hamlet. Nimekuwa katika mji mdogo of 300 people. Ambao una kama watu 300 hivi. Single father raised me and my sisters. Ni baba yangu tu aliyenilea hata mtoto pamoja na dadangu. He was a state worker. Alikuwa ni mtu anafanya kazi. Raised us well. Alitukuza vizuri. At 7 years old, akiwa na miaka 70, we lived in a mobile home trailer. Tulikuwa tunakaa kwenye nyumba ambayo inaweza kusafiri. Like as long as these blue chairs here. Kama hivi viti vya blue hapa. That's where I grew up. Hapo ndipo nilipokuwa. And we heated with kerosene. Na tulikuwa tumejificha kutoka kwenye mambo hayo. And you know how you have the glass Pepsi bottles and Coca-Cola bottles? Na unajua nilikuwa na chupa kama za Pepsi hivi au Coca-Cola. That's how my father emptied jaza humo mafuta ya taa into them. Akiweka mafuta ya taa humo ndani. And one day, na siku moja, I tried to sneak at 7 years old. Nikajaribu kumchungulia huyu mzee wa miaka 70. A bottle of Pepsi. Nikamchukulia na chupa yake ya Pepsi. I ended up drinking it. Nikainywa ile chupa. And found out it wasn't Pepsi. Na kwa kweli haikuwa soda. I died. Na ilikuwa na mafuta ya flatline. Nikalala chini nikiwa nimezimia. Died 7 times. Nikawa nimekufa kama mara 7. At 7 years old. Na yule mtu wa miaka 70 and was in intensive care. Akawa katika uangalizi wa karibu wa daktari for 7 months. Kwa miezi kama 7. Praise you, Father. Bwana asifiwe. I get emotional. Kwa kweli nina hisia kali kwenye eneo hili. Because where I'm coming at now. Kwa sababu hapo ninapotokea wakati huu is where the enemy tried to take me out. Ndipo mahali ambapo adui alitaka kuchukua maisha yangu. See, at 7 years old, yule mtu wa miaka 70, when I drank that bottle of kerosene, nilipokuwa nimempatia ile chupa yenye mafuta ya taa, and died 7 times, na akawa amekufa kama mara 7. The doctors didn't know how, na madaktari hawakujua ni kwa nini, that I was even alive. Kwamba ninaweza nikaishi namna gani sasa. Said I would never be able to run. Sasa kwamba ninaweza nikakimbia, play sports, na kucheza michezo, play football, na kucheza mpira wa miguu, run track, na kukimbia kwenye mbio za kwenye viwanja, to becoming one of the best athletes, na kuwa mkimbiaji wa mbio bora in New York State, katika mji huo wa New York. Why? Kwa nini? Because of God. Kwa sababu Mungu, He restored me. Alinirejesha mimi. See, the doctors said, oh, he'll never play sports. Walisema huyu hawezi kabisa chochote. He burned his lungs severely. Kwa kweli ameumiza sana koo lake. He'll always need a inhaler. Kila wakati atahitaji kisaidizi cha kupumua. A breathing machine. Ile mashine ya kusaidia kupumua. But I heard something.
lakini nilisikia kitu fulani saying that you don't need none of that. kwamba huhitaji chochote katika hili. See, God restored me Mungu at alinirejesha 7 years old, kama mtu wa miaka 70, gave me a powerful gift akanipa kipawa cha pekee that I use today. ambao nakitumia leo wakati huu. So, I went to I ended up becoming one of the best athletes out of New York State. Nikawa ni mkimbia mbio maarufu katika mji ule. And while I was waiting for scholarships to go into college, Na nilipokuwa nasubiri ufadhili wa masomo kwenda chuo, I went to a party, nikaenda kwenye sherehe fulani, seeing drugs and alcohol. nikiwa naona kuna madawa kulevya huko na vilevi, I wanted to try it. na nikajaribisha. And from that day on, Na tangu siku hiyo nikawa nimeathirika. the enemy gripped me, Adui akanikamata, had me in shackles, akanikamata, bound in chains. akanifunga kamba na minyororo And for 20 plus years, kwa miaka 20 na zaidi. ruined all my scholarships, Akaharibu ile ufadhili wangu wa masomo, took in and out of prisons from that day on the rest of my na life. nikaishia kwenda gerezani mpaka mwisho wa maisha yangu. Jails, prisons, institutions. Nikaa kwenye gereza na nikawa nasoma huko gerezani, To gangs, nikiwa na magenge yale, to being homeless, nikiwa mtu ambaye sina to kwetu, being at the low, nikiwa chini kabisa hivi to being at the high, mpaka hata juu, to boom, being stripped. na sasa nikawa nimeondolewa kabisa. See, the last time I went away, Na mara mwisho nilipokuwa nimeondolewa 8 years ago, 9 years ago, miaka 9 kama 8 iliyopita, I went to the big house. nilikwenda kule kwenye ile nyumba, I went to federal prison. nilikwenda kwenye ile gereza. See, God's always been working in my life. Unajua Mungu amekuwa anafanya kazi ya ajabu kwenye maisha yangu, But I wasn't raised a Christian. lakini sikukuzwa kama Mkristo. My father came home, took care of us, Baba yetu alikuja Played kutuangalia, sports. akatuchezesha michezo, maybe went to church once a year. na alikwenda kanisani mara moja kwa mwaka. We were Catholic, Tulikuwa ni Wakatoliki, so we didn't pray. kwa hatukuwa tunasali, We didn't do none of the things that people do in the church today. hatukufanya yale mambo mengi ambayo watu wanafanya leo kanisani. I knew there was something up there, Na nilijua kuna kitu fulani wanafanyaga but kule, I didn't know what. lakini sikujua nifanyeje. So when I went away this last time to federal prison, Kwa nilipokwenda wakati huu magereza kule, like I said, I was homeless, kama nilivyosema, sikuwa na nyumbani, eating under bridges, nikiwa nakula kwenye madaraja, in abandoned cars in freezing nikiwa naingia temperatures, najificha kwenye magari yaliyotupwa huko nje, wondering how I was going to get my next meal. nikiwa najiuliza tapataje chakula kingine baada ya hiki, To it being so cold, kiasi ambacho mahali kulikuwa na baridi kali. praying to something to get me through the night. Nilikuwa naomba Mungu anisaidie That I wouldn't kumaliza freeze to kazi, death. kwa sababu nisije nikaganda kwa baridi kali. To the federales, to the feds arrested me and put me in federal prison. Mpaka waliponikamata na kunitupa kule gerezani, And while I was waiting trial, na nilipokuwa najaribisha kuendelea kusubiri mashtaka yangu, they took everything from me, all my money, wakachukua kila kitu changu, all my houses, nyumba zangu zote all my cars, na magari niliyokuwa nayo yote, all my fancy jewelry, na kila vitu vya thamani ambavyo nilikuwa navyo, vicho all gone like that. na bunduki zangu zikachukuliwa. So when I was sitting in there getting ready to go to court, Nilipokuwa nimekaa na tafakari namna ya kwenda chuo, I had no money to pay for a lawyer to get me out. nilikuwa sina fedha ya kulipa ili niweze kutoka pale. So when I went to meet, I call a court pretender, Nilipokuwa naita nasema kama mtu anayejifanya, they don't care if they win or lose, they get paid regardless. hawajali kwamba unaweza ukapoteza, They're paid by the federal government wanaweza kalipwa na serikali to represent you. kukuwakilisha wale mawakili. I walked in, Nikaingia, seen a woman, nikamwona mwanamke mmoja, it was like, great, my life's over, the woman's representing me. sasa nikasema maisha yangu yameshakwisha, mwanamke ndo ananiwakilisha hapa. No offense, ladies. Na hiyo jambo lisiwaudhi akina mama tafadhali. She said, do you know who I am?
Yule mwanamke akaniambia, "Je, unanijua mimi ni nani?" I said, "No, I have no idea." Nikasema kwa kweli sifahamu kabisa. She says, "Your case came across my desk." Akasema kwa kweli swala lako lilikuja kwenye meza yangu. And I'm one of the best attorneys in your kind of cases. Mimi ni miongoni wa wanasheria bora kabisa katika mji huu. I said, "But I have no money to pay you." Lakini mimi sina fedha ya kukulipa wewe. Woo! She said, "That's all right." Akasema usiogope, hiyo iko sawa tu. When your case came across my file, or when your case came across my desk, nilipokuja kwenye meza yangu, God spoke to me. Mungu alisema na mimi And told me na akaniambia to take your case for free. Niweze kuwakilisha kwa bure. And that was another thing from God. Kwa hilo lilikuwa ni jambo lingine kutoka kwa Mungu. See, he's always been protecting me. Unajua wakati wote amekuwa anatulinda. But I was too blind to see. Lakini nilikuwa kipofu sana kuona hiyo. But through his love, mercy and grace, upendo wake na neema, I'm able to see today. Lakini nina uwezo leo wa kuona his love for us. Upendo wake. His mercy for us. Neema zake. His grace for us. So I went to federal prison. Kwa nikaingia kwenye ile gereza. I ended up doing time. Nikafanya mambo mengi. 5 years. Kwa miaka kama mitano. But I was facing a minimum of 30 years. Lakini kwa kweli nilikuwa nakabiliwa na miaka 30 kwa kadri ndogo. A max of life in prison. Ni kama vile maisha yangu yote niyatumie gerezani. And she got me out. Lakini akanitoa kule. 5 years of sitting there. Miaka mitano nimekaa pale. See, when I first went in, wakati wa kwanza nilipoingia kule gerezani, I was still doing funny stuff. Bado nilikuwa nafanya mambo yangu ya ajabu ajabu. I was selling drugs and nilikuwa nauza madawa kulevya kule. Drinking jungle juice. Nilikuwa nakunywa madawa kulevya. And being a store, charging people more than I should have done. Na nilikuwa nawapangia bei watu kuliko gharama halisi waliopaswa kulipa. To one day, na siku moja, giving my life, nikatoa maisha yangu to Christ. Kwa Kristo. Hallelujah. To me and a chaplain, mimi pamoja na kiongozi mmoja ambaye alikuwa ni mwenyekiti wetu, he's saying, "Young man, akasema ndugu, you have such a call, wewe una gari fulani, an anointing on your life, na una upako katika maisha yako. God has shown me. Mungu amenionyesha habari zako. Why don't you try going to church?" Kwa nini usijaribishe kuwa na kanisa wewe? I said, "I didn't go to church on the outside. Mimi sikuwa kwenda kanisani kabla. Why am I going to come into prison and start pretending?" Ninawezaje kutoka gerezani na kuanza kujifanya? Because I knew there was a God. Lakini nilikuwa najua kwamba kulikuwa na Mungu. But I didn't want to go there na sikupenda kwenda to church kwenye makanisa and disrespect him. Na nikaanza kuwafanyia dharau huyu Mungu wangu. When at that time I really didn't know, I didn't really want to walk as a Christian. Na kwa kweli sikuwa nafanya kazi kama Mkristo. See, all the years of being in gangs and into the drugs, prostitution, money laundering, miaka yote kuwa jambazi, kuwa kwenye magenge mabaya, guns, everything that you can imagine. Kwamba mambo yote mabaya ambayo unaweza kutafakari, burglaries, robberies, wizi, I done. Nimefanya hayo. And that's what the world wanted to portray me as. Na ndivyo ambavyo dunia ilitaka kunifunua mimi nionekane hivyo. But God, lakini Mungu had different plans for me. Alikuwa na makusudi tofauti. See, when I said I was an athlete, nilipokuwa naanza, my plans were to play professional football one day. Kwa kweli nilikuwa nakusudia kuwa mchezaji wakati fulani wa mpira. But God had a different story for me. Mungu alikuwa na hadithi tofauti kabisa. Amen. So when I was in there serving, nilipokuwa naendelea kutumika, doing my time, nikiendelea na wakati wangu, thinking my life was over, nikifikiri kwamba maisha yangu yamekwisha, a 30-year minimum to a maximum prison sentence, nimefungwa kwa miaka 30 kadiri ndogo, au maisha yangu yote kabisa. I gave my life to Christ. Nikawa nimempa Kristo. Became a reborn again Christian. Nikawa Mkristo niliyezaliwa upya. I remember starting to read the Bible. Nakumbuka nilianza kusoma Biblia. The first scripture, I read it every time, and I don't even need it, but I'm reading it. Andiko ambalo nilikuwa napenda kulisoma mara kwa mara, sio muhimu sana nikirejea, lakini napenda kulirejea.
Wafilipi ule mlango wa 4. Wafilipi 4:10 mstari wa 10 mpaka 14. How I praise the Lord that you are concerned about me again. I know you've always been concerned for me, but you didn't have the chance to help me. Not that I was in ever need, for I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. I've learned the secret of living in every situation, whether it's with a full stomach or empty, with plenty or little. For I can do all things through Christ who strengthens me. Na nifurahi sana katika Bwana kwa kuwa sasa mwisho mmeuisha tena fikra zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote nilionayo. Najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yote nimefundishwa kushiba, kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. See, that's why God, na ndio maana Mungu, that's why I was out there doing the things I was doing. Kwa hiyo nilikuwa natamani sasa nianze kufanya yale Mungu anayokusudia kuyafanya. From being homeless, kutoka kwenye mtu ambaye hana nyumba, to being rich, mpaka kuwa tajiri, to go into prison, na kwenda kule gereza, to coming out, na kutoka gereza, to having nothing again. Sasa kuwa mtu ambaye sina kitu. To now look at me. Lakini angalia leo kwa alikuwa ananijaza uwezo. He was giving me the tools. Alikuwa ananipa vitendea kazi. See, people want to call me an evangelist, a pastor, a prophet. Watu wananiita mimi mchungaji, mwinjilisti. Them are just titles. Sio kwamba wananiita tu. I'm Jason. Mimi naitwa Jason. Just an ordinary guy. Mtu wa kawaida kabisa. Carrying the message. Nikiwa nimebeba ujumbe. The good news. Habari njema of Jesus Christ. Wa Yesu Kristo. To go into the villages. Na kwenda katika vijiji. To be with the people. Kwamba ingawa una mambo ambayo yamekataa, bado kuna maisha mbele. Like me. Kama mimi hapa. See, where I'm getting next. I was in federal prison. Nikiwa kule gerezani. And when I started reading my Bible, nilipoanza kusoma Biblia yangu, giving my life to Christ, nimempa Yesu Kristo maisha yangu. This is my same Bible from prison. Hii ndio Biblia niliyotumia kule gerezani. I carry it everywhere. Ninaibeba kila mahali. Nilipokuwa nimefungwa kule gerezani, and I've seen some nasty things happen. Nimeona mambo mabaya yakitokea. But to people, lakini kwa watu, to my brothers, kwa ndugu zangu, I wanted to just be like them and end it. Nilitaka niwe kama wao na kumalizika. But I could turn to one thing. Lakini naweza nikageukia jambo moja. And I knew it would protect me. Na nilijua jambo hilo litanilinda. And that's this. Na hiyo ndio Biblia. That's this. Wote ambao nilitaka nikate tamaa. All the times I wanted to commit suicide. Na nyingi nilipokuwa nataka kujiua. Hang it up. Nikajining'iniza. The time I put the gun to my mouth. Wakati nilipokuwa nimeweka bunduki kwenye kinywa changu. All the years of being out there in gangs. Miaka yote nilipokuwa shooting my pistol. Na kupiga bunduki. Never did my gun jam one time. Hakuna wakati ambapo bunduki wangu haikukataa kufanya kazi. But the time I put it in my mouth to blow my head off. Siku ile nilipoweka bunduki yangu kunigeukia kwenye kinywa changu, it jammed. Bunduki haikufanya kazi. Thank you, Jesus. Asante. I'm here today. Niko hapa leo because He has a mission for me. Kwa sababu ana mpango na mimi. To be a walking, talking testimony. Kuwa ushuhuda for my brothers and sisters. That were once broken. That were once betrayed. But now they're changed. Through His love, mercy, and grace. He has changed. So like I said, when I was in there reading my Bible, I remember going to the older fellas, the OGs we call them. I was coming up for parole. And they're like, you're getting out. I'm like, nah, I'm not getting out. They're like, you have the best attorney.
wewe She will give you up. atakutoa. Not tears of sadness, Sio machozi ya huzuni, but tears of joy. lakini machozi ya furaha. That he will take somebody so busted as me, Kama mimi hopeless, akiwa hana tumaini, dope fiend, drug strung out addict, lewa baada ya kulevya na kutupiliwa huko, that robbed and stole, kwamba ameibiwa shot and killed, na amekusudiwa to kuuawa, restore him kwamba amerejeshwa and shine him up na sasa yuko ananyanyuka juu. like the beautiful diamond I am today. Lakini jambo bora lililoko leo To be a beacon of light kuwa ni mwakilishaji wa neno la Mungu for all to see, kwa wale wote duniani. just like each and every one of you. Kama ambavyo nawaona kila mmoja wenu hapa, You're all a walking testimony. mimi ni ushuhuda unaotembea. Get out into the village Nenda mkawaambie and kijijini, be a beacon of light kama watu wa for all the Saka, for all to see. kwa watu wote wanaoona. Go into the drink. Nendeni mtaani, Go into the village nendeni kwenye mitaa mbalimbali, where nobody wants to go. mahali ambapo watu hawapendi kwenda, Why? Because we're covered by His kwa blood. sababu tumefunikwa na damu yake, We are protected tunalindwa by Him. kwa sababu yake, Father, Son, Holy Spirit. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. So when I was locked up, Kwa hiyo nilipokuwa nimefungwa, and I said that to the guys on the pod, nikawaambia wale ndugu pale, I'm gonna sell drugs. ninakwenda kuuza madawa I'm kulevya. not gonna do drugs no more, Siwezi kwenda kushughulika tena na hii kazi ya madawa but kulevya, I'm gonna sell drugs. lakini naenda kuuza. Why did I say that? Kwa nini nilisema hivyo? Because the enemy had a stronghold on my mind. Adui alikuwa na makusudi mabaya sana maisha yangu. Why? Because I love money. Kwa nini? Kwa sababu napenda pesa. Money is the root of all evil. Unajua fedha ni shina la uovu wote. So when I said that, boom, the next thing I remember, Wakati nilipopiga kitu ile boom, nikakumbuka bado I'm in the hospital. kwamba niko kwenye hospitali, And I'm hearing doctors say, na sasa madaktari wanasema 1, 2, 3, clear. kwamba kama mara 1, 2, 3 wanashitua moyo wangu, They're hitting somebody with a machine. wakampiga mtu fulani na mashine ya kushitua moyo, I don't know who it is, na simjui yule mtu ni nani, but I'm here with the Spirit of the Lord. lakini mimi niko pembeni tu na Roho wa Bwana, And I asked the Spirit of the na Lord, nikamuuliza Roho wa Bwana, what is going on? unaendelea nini hapa? And he goes, Na akaniambia kaa kimya. and then they do it another time. Wakafanya jambo hilo tena, Pull their masks down, take out, wakafunika mdomo wangu, nikakaa kimya. and throw their gloves away. Wakatupa vile viwazi, Walk away from the body on the table. wakatoka pale mezani, wakaniacha mimi hapo. And when they did, I realized it was me. Na nilipokuwa pale nikakumbuka kwamba ni mimi ndiye And I remember turning to the Spirit of the Lord, na nikakumbuka kumgeukia Roho wa Bwana crying. nikiwa nalia, And we followed them around na tukafuata karibu kabisa like a movie. kama vile niko kwenye sinema, We even went into the small room na mpaka tukaingia kwenye kachumba fulani kadogo, where the doctor sat at his desk. mahali ambapo madaktari walikuwa wanaongea, And he would pick the phone up, put it to his ear, na put it daktari back. akachukua simu yake akataka kupiga, lakini akairudisha, na akafanya hivyo mara kadhaa, Finally, he held it to his ear lakini baadaye akaichukua tena and he called. na akapiga. And I said, Lord, what is he doing? Nikasema, Bwana anafanya nini? Bwana akaniambia kaa kimya, And I heard him say, na nikamsikia anasema, is this Mr. David Siafakis, je, huyu ndio Daudi who was my father? ambaye alikuwa ni baba yangu? He was calling my father Alikuwa anampigia simu baba yangu to let him know ili aweze kujua that they had their son kwamba yule mtoto wake and he was pronounced dead. kwamba tayari amekufa For 45 minutes, kwa dakika 45, dead. amekufa. And I remember when he hung the phone up, Na kumbuka alipokuwa amerudisha tena ile simu pale I kukata, turned to the Spirit of the Lord, nikamgeukia yule Roho wa Bwana crying, nikiwa nalia, snotting, nikiwa machozi nimejaa, and begged and pleaded with him nikamuomba na kumsihi that if he brought me back, na kwamba ukinirudisha tena mimi then I would let the whole world know nitaacha dunia yote ijue that it was him that brought kwamba me back. ni
wewe umenirudisha. See, man gave up on me. Watu walikata tamaa juu yangu, Doctors gave up on me. lakini Mungu hakukata tamaa. Nurses gave up on me. Manesi walikata tamaa. Machines gave up on me. Mashine ziliniacha. But who didn't give up on me? Lakini ni nani ambaye hakukata tamaa? Jesus! Yesu. And next thing you know, boom! Jambo nikasikia napiga boom. I'm laying in the hospital bed. Niko bado pale kwenye hospitali. Shackled. Nikiwa nimefungwa kamba. Federal agents at my bed. Na wale askari wamezunguka pale hivi. Wondering what was going on. Wanashangaa nini kinaendelea hapa. To see the doctors walk in. Walipoona daktari anaondoka. And they go to my lawyer. Na wakaenda mahali fulani kwenye kachumba. And they say, na wakasema, we don't understand how he's alive. Hatujui namna gani huyu mtu amekuwa hai tena. It's going to be a long road to recovery. Sasa tulijua kwamba haiwezekani kurejea tena. He can't walk. Hawezi kutembea huyu. He can't talk. Hawezi kuzungumza. He'll be lucky to get movement in his hands. Kama vile atakuwa na shida ya kutetemeka kwenye miguu. We don't know how he's alive. Na hatujui kabisa alikuwa hai. And I remember when hearing them tell my doctor or my lawyer this. Na ninakumbuka haya maneno walimwambia mwanasheria wangu. Tears started to roll down my face. Na machozi yakaanza kutoka kwenye macho yangu. And I remembered as they got to the chin, the drop, you know how the tears come down. Nakumbuka machozi yalishuka na unajua jinsi ambavyo machozi yanatoka yanadondoka. It felt like the tears were stretching. Ni kama vile yale machozi yalikuwa yananyungulika yenyewe. Ready to just, yani yako tayari kama kudondoka chini. But it was something kama vile yamerudishwa yakaingizwa kwenye macho yangu. And a light switch went on. Na sasa mwanga ukawa umewaka. And the Lord showed me. Na Bwana akanionyesha. Remember when you were 7 years old? Kumbuka ulipokuwa na miaka 7 and you died 7 times? Na ukafa mara 7. They said you would never play football. Wakasema hutacheza mpira. You would never run track and field. Wala hauwezi kukimbia wewe. What did I do? Je, mimi nilifanya nini? I made you an athlete. Nikakufanya mkimbia mbio. Trust in me. Ukinitumaini mimi, and you will walk again. Utatembea tena. Faith, imani, and obedience na utii to our heavenly Father kwa Baba yetu wa mbinguni is what you have to have. Hivyo ndivyo unapaswa kuwa navyo. Wholeheartedly. Moyo wako wote. He don't want one foot in. Hataki mguu wako uwe ndani. He wants you diving head first. Hataki uwe nusu. Yeah, like being at the pool. Kama vile uwe ndani ya kisima kikamilifu. When you touch the water, unapokusa maji kwa mguu wako. He wants you getting on the diving board. Anataka uingie kikamilifu. And doing the biggest cannonball dive into the water. Uingie kikamilifu kwenye uziwa. And giving your whole heart, na utoe moyo wako, mind, body, and soul, sio nusu, to our Lord and Savior Jesus Christ. Bwana wako Yesu Kristo. He doesn't want a two-stepper. Hataki watu wenye nafasi. He wants our whole heart. Anataka moyo mkamilifu. See, so I came home in a wheelchair. Nikarudi nyumbani nikiwa kwenye kiti cha kutembelea. And every day, na kila siku, my father, baba yangu, would do this with my Bible in front of me. Alikuwa ananidondosha Biblia namna hii. And it would take me all day. Kwa hiyo ingenichukua kama mwaka mzima to use my head. Alikuwa anachukua to open my Bible. Ananisaidia kufungua Biblia. To heal in scriptures. Ili nisome maandiko. Even though I couldn't talk. Hata ingawa sikuwa na uwezo kuzungumza. I could in my spirit, man. Lakini ningeweza katika mtu wangu wa ndani. Hallelujah. And I knew that one day kwamba ingawa I would walk again. Nitatembea tena. I would talk again. Nitaongea tena. Because he showed me, right? Ameniambia. He gave me a gift of prophecy. He showed me that one day I would walk again. Ameniambia kwamba siku moja nitatembea. Some days it would take me all day just to get to find one healing scripture. Kwa hiyo wakati fulani nilikuwa nachukua kama siku nzima kusoma angalau maandiko mistari 5. And then when I got good at using my head, kwa hiyo nilikuwa nachukua kichwa changu. I could find a bunch of healing scriptures. Ninaweza nikapata maandiko. So one day, kwa siku moja, I'm in my wheelchair. Niko kwenye kiti changu cha kutembelea. And I go to see my father. Na kwenda kumuona baba yangu sasa. And before he puts my Bible down, na kabla hajaniwekea, I'm in my wheelchair. Niko kwenye kiti changu. And I just nikasimama. Fell down. Anguka pale chini. Took one step and fell down. Stood up, took one step. Hatua moja kabla sijaanguka chini. And fell down. Nikaanguka.
And my father picks me up, na baba akaninyanyua, throws me in a wheelchair, akanirudisha kwenye kiti changu, and says, "Are you cuckoo? akasema wewe ni kuku, Are you crazy? wewe ni kichaa. The doctor said you could not walk. Madaktari wamesema huwezi kutembea tena. What are you thinking?" Unafikiria nini He sasa? was calling me every bad name Akaniita majina yote that you mabaya can imagine. ambayo unaweza ukatafakari. And it was like I never quit talking. Ni kama vile sitaweza kwa, It was like that light switch again. ni kama switch ikafunguka. And I just said, "Dad!" Nikasema baba, And he started crying. akaanza kulia. Eyes got big like you see my Macho yake dad yakawa makubwa kama naona maajabu. in headlights, a deer in headlights. Kama vile naona taa za magari za mbele zile. And I said, "Dad, let me tell you something. Nikasema baba, ngoja nikwambie kitu. I'm sorry." Mimi naomba unisamehe. He said, "Sorry for what?" Akasema nikusamehe kwa lipi? I said, "I'm sorry Akasema naomba unisamehe that you had to receive kwamba umepokea that phone call from the doctor." kwamba umepokea simu mbaya kutoka kwa daktari. He says, "What are you talking about, Anasema son?" unazungumza nini wewe? I said, "I was in that room Anasema nilikuwa kwenye kile chumba when the doctor wakati daktari called you alikupigia wewe simu and pronounced you dead, na kukuambia kwamba pronounced me dead. na akaniambia mimi nimekufa. I just want to tell you I'm sorry Nataka nikwambie that you had to endure that. How you had to go through that. kwamba umepitia hali ngumu sana baada ya kuambiwa kwamba nimekufa. See, he brought me back. My father was hysterical and we're jumping for joy. Baba yangu alikuwa anaruka kwa furaha wakati huo. Told me a secret that day. Akaniambia siri sasa pale. That even though he wasn't a Christian, Hata ingawa hakuwa Mkristo, he knew there was a God. lakini alijua kwamba kuna Mungu. And that every night, Kila usiku he laid his head down on a pillow. alikuwa anainama kwenye mto wake. He prayed Aliomba that the Lord would give his son back kwamba Mungu amrejeshe mtoto wake from the drugs, kutoka kwenye madawa, the alcohol, kutoka kwenye the madawa, gangs, kutoka the money laundering, all the bad things. na mambo yote mabaya. That he just wanted his son back. Alijua tu kwamba 20 plus years, miaka 20 baadaye he prayed that prayer every day. aliomba maombi hayo kila And siku. that's a lot of prayers going Unajua ni unanswered. maombi mengi sana, But he stayed on a firm foundation, lakini bado kwenye msingi huo huo determined to get me saved, alikuwa amekusudia kunihakikisha to get his son back. kwamba mtoto wangu atarudi. And through the love, mercy, and grace of our Heavenly Kwamba Father, rehema na neema za Mungu he got his son back. akampata mtoto wake. Hallelujah. So what I do today is I have a ministry called Broken and Betrayed Kwa Unchained. hiyo leo hii ninapokuwa na huduma ya mtu ambaye anasema aliyevunjika karejea, I work with the less fortunate. I don't say homeless. nafanya kazi nikiwa nataka niombe na wewe. Niombe na wewe. Can I just pray in tongues? I'm just going to pray in my prayer language just got over me. As a mouthpiece Kama for the nation kwa mataifa of Africa, ya Afrika, that he explodes in Jesus' name. And the other one next to me. The other guy was next to me. I seen them dancing with joy earlier, Father God, that you continue to use them, Father. Oh, fill them up, Lord. Fill them up with my healing anointing, the gift of healing, a mouthpiece for the nation as well, Father God. That you fill them up from the top of their heads to the soles of their feet. Continue to keep joy in these men of God. That you just continue to use these young men, Father God. Fill them up from the top of their heads, from the soles of their feet. In Jesus' name, be healed. Harabasata.